Mheshimu, labda anaweza akapata wokovu kupitia kwa njia yako. Basi inatubidi utiifu katika maisha yetu ya ndoa. Basi tunaruka kwa neno letu la 5 linalosema upendo katika ndoa yenye furaha. Tunasoma barua ya Paulo mtume kwa Efeso sura ya 5:25. Tunasoma Efeso 5:25. Ndio. Neno la Mungu linasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, ikiwa ninyi ni wenzi wa ndoa, enyi waume wapendeni wake zenu. Upendo ni kitu muhimu sana. Upendo ni amri kuu. Upendo huvumilia. Upendo hauhesabu mabaya. Hii ni sheria kwetu sisi ambao ni waume wanaoishi kwenye ndoa. Kwa kutaka kupata ndoa yenye furaha, wapendeni wake zenu. Sasa wewe kama mke hautakwenda kupendwa kupitia tabia zako mbovu. Ugonjwa mbili vile mbe majao enejanga maji mwana yakewa lakini muunda meshinto yuwa china hivi vyo tu uyata. Ndo maana Ibrahimu, Sara akamuita Ibrahimu Bwana. Na hiyo tuma nume nosangamo lola umoya yokoyo basinya kona kiroya. Nalo yuenda physically kabisa. Niwe na maji. Hiyo tuma waonjwa. Lakini ni jukumu letu sisi ambao ni waume kuwapenda wake zetu. Ni amri kubwa ambayo Kristo ametuachia. Pendaneni. Sasa upendo hautaanza kuanzia Yudea wakati Yerusalemu haujafika, haujaanza. Yerusalemu ni nyumbani mwako. Tengeneza kwanza uwe na uwe. Tuna jukumu la kuwapenda wake zetu kabisa. Hautampenda Mungu na wakati haumpendi mtu mwenyewe. Na wa kwanza ulianjimona alinobena ndoa. Mpaka mwetu emu. Bwana Yesu asifiwe. Shauri naweza nikatoa kwa wanandoa. Tufanye nini ili ndoa zetu zidumu? Tunasoma Petro huyu wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Sura ya 3 mstari wa 8. Tunasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Neno la mwisho ni hili: mwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitikivu, wanyenyekevu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili ni shauri kwa wenzi wa ndoa. Hili ni shauri ili ndoa zetu zipate kuishi
maisha ya ndoa yenye kumfurahisha Mungu, inabidi tuwe na nia moja. Bale na malenga mamu yabo yose bito kina Mungu. Wana bole lokendo. Nanya lokendo muli batu babili kila mtu ale nanya kilenga. Lolo kendo tamikyo bonga. Sangara ndio na etane na. Mbona upe watu wanakiu utumula kana ni utumuli au nini? Tachile mlila bimwapa ngana mbili. Muwe na nia moja. Kushirikiana. Kupendana. Na ndivyo walivyokuwa hata mitume Yerusalemu, walikuwa na nia moja, wakawa umoja kwa umoja. Basi katika ndoa zetu inatubidi tuwe na nia moja. Lwangulumu mesi tuyusi bakwachini sangata bange batunzi ebaja tushikana ukashisoro ewe bamikona ni ushirikiano mule ebongo mpaka baba bashirikiana na bibi unake ameje. Haleluya. Basi tunataka kusema kwamba kama shauri tuwe na nia moja katika ndoa zetu. Tukiwa na nia moja katika ndoa zetu zitakuwa zenye furaha. Hazitapatikana ndani yake matatizo, hazitapatikana ndani yake misukosuko, maana zimejengwa kwa msingi imara, na familia itakwenda kuishi maisha ya konjoni. Nataka nimalize na swali moja, ila nitajibu mwenyewe. Ipi ndoa yenye furaha? Ipi ndoa yenye furaha? Tulisema kanuni 5 za ndoa yenye furaha: kufunga na sheria, zawadi katika ndoa, heshima katika ndoa, kutii katika ndoa, upendo katika ndoa. Ipi ndoa yenye furaha? Ndoa yenye furaha ni yenye kumogopa Mungu. Na Bwana tubariki. Amen.